Chadema tukisema hakuna uchaguzi hatumaanishi kuna watu wanaenda kuchotea nyumba zao. Hapana. Tuko hapa kuwaelimisha. Na mfano mwepesi kuliko wote wa kwanza ni mfano wa Simba na Yanga. Sisi Simba tulienda Taifa pale kufanya mazoezi. Na tulikuwa na vifaa vyetu, bipsi, koni zile na mbuzi kidogo. Wenzako wa Yanga hawajazoea kuona kuna mazoezi ya mbuzi. Mbuzi tunawatumia kwenye faulo. Sasa Yanga walipoona tunaingia na mbuzi wakatuzuia, wakavuruga ratiba ya mazoezi. Simba tukasema no mechi. Na Simba tuliamua tucheze mechi, tukaondoka zetu kesho yake. Niwaulize kwa Mazese, mechi ipo? Haipo. Hapakuwa na mechi, si ndio? Ndio. Kwa nini? Ni kwa sababu kesho yake Simba hawakuingiza timu uwanjani. Na maana hiyo kwenye uchaguzi huu. Na maana hiyo kwenye uchaguzi huu. Na ile maiki ije ile gari. Kwa maana hiyo kwenye uchaguzi huu Chadema kuna mambo tunayaona si sawa na hayati sawa sawa. Kwa mambo hayo tumeamua tusiingize timu uwanjani. Na nchi hii vyama viko serious ni viwili. Wale wenzetu walio madaraka na Chadema chama cha upinzani. Hao wengine wote ni watoto wake, si ndio CCM? Ndio. Kwa hiyo Chadema wakisema waingie kwenye uchaguzi, kwa tafsiri ya haraka Simba na Yanga hakuna uchaguzi mpaka hapo. Kweli si kweli? Kweli. Uchaguzi ambao dunia ingesubiri kuona nani kashinda ni uchaguzi ambao Chadema ipo kwenye karatasi la kupigia kura. Kweli si kweli? Kweli. Lakini kama Chadema nije weka uchawi vizuri, sio kwa sababu sisi ndio kutuma. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kama Chadema hawamo kwenye karatasi ya kupigia kura, tunahesabia kwa sababu uchaguzi hakuna. Kwa tafsiri hiyo, Chadema wako sahihi au wako sahihi? Wako sahihi. Jambo la pili, ni kwa nini Chadema wameamua wasiingize timu uwanjani? Sababu ni hizi tunazoziongea na viongozi wameziongea. Kwamba sisi Chadema tumechoka kuwa madiwani, kuwa wabunge, tunatangazwa kwa nguvu. Chadema ili niwe mbunge, kuna wananchi 7 wamekufa siku ya mimi natangazwa mbunge. Ili mimi niwe diwani, kuna wananchi wanakufa wakiwa wanapambana ili mimi niwe diwani. Sisi Chadema tukagundua hatuna sababu wananchi wetu waendelee kufa ili sisi tuwe viongozi. Na sisi Chadema tunaamini kama nchi zingine zinaweza, Tanzania tunaweza kuwa na uchaguzi ambao mtu anachaguliwa bila mwingine kufa, kukatwa mkono, kupoteza jicho kwa amani na kistaarabu. Zambia wameweza, Malawi wameweza, wenzetu mwaka jana mwaka kabla tujua Kenya wameweza. Ni weusi kama sisi. Kenya kuna Wajaluo, Tanzania kuna Wajaluo. Kenya kuna Wapare, Tanzania kuna Wapare. Kenya kuna Wameru, Tanzania kuna Wameru. Wametuzidi nini? Wenzetu wanaenda kwenye uchaguzi, rais aliye madarakani anaunga mkono Raila Odinga, lakini anashinda mtu asiyetaka kuwa rais Kenyatta. Ruto anashinda, rais Kenyatta anaondoka Ikulu, anamwacha Ruto asiyemtaka ashinde. Lakini leo hili mimi ni mtoa Kitila, jimbo la Ubungo. Lazima nyinyi Masera muende sehemu ya kutangazia matokeo, mpindue magari ya polisi, yapigwe mabomu, tupigwe risasi, tutane magari. Ndio mimi natangaza mbunge, wanasema pale wananchi walipozidi tukaona tuwape mbunge wao. Huo sio uchaguzi, ni mchezo wa vifo. Sehemu ambayo mwenyekiti wa serikali ya mtaa ili washinda wananchi wanakufa, hakuna uchaguzi, kuna mchezo wa kifo. Sehemu ambayo diwani ili ashinde wananchi wafe, sehemu hiyo haina uchaguzi, ina mchezo wa kifo. Na kwa bahati mbaya sana sisi
CCM ndio wamefikisha taifa hili hapa. Leo 2025 tunajadili haki ya mtu kuchagua na kuchaguliwa. Shida ya CCM bwana. Na sisi kama chama mbadala cha nchi hii, sisi sehemu yetu ya kugombana na CCM ni kwenye fikra na mawazo na akili. Sisi hatufikiri kama CCM. Wakati CCM anafikiri hai, sisi tunafikiri nini? Na ndio tunasema kwa miaka 60 iliyokuwa CCM madarakani, kama tungeipata Chadema, ili taifa letu lingekuwa mbali sana. Ni watu wa Manzese mnajua. Mlikuwa na kisoko pale kichafu. Mlichagua upinzani kwa demokrasia finyu ya Kikwete, ambayo hii kiulizwa demokrasia wakati wa Kikwete ilikuwa asilimia ngapi? Mtasema 5. Lakini demokrasia finyu ya Kikwete tulimpata mbunge hapa Ramoyo na ni Mnyika, tukapata madiwani hapa, tukampata meya Kinondoni, tukampata meya Ubungo. Kwa hiyo si kweli. Na kwa demokrasia hiyo finyu tukajenga soko, hizi barabara za Manzese zikapigwa lami. Kipindi wapinzani watu wa halmashauri ndio Manzese ikaondoka kuwa eneo la watu masikini duni, wanaporuka likaanza kuwekwa lami, mitaro na taa kwa mradi wa GMDP. Si kwamba CCM ilikuwa CCM walishawahi kupewa hela kama za GMDP, zilikuwa zinaitwa CRUP, ambazo huku Manzese kulipewa. Kenya walipewa Kidela, Kenya wakafanya maendeleo, sisi Tanzania wakavia. Wakati World Bank walileta hela na wapili, wakakuta halmashauri chini ya wapinzani. Leo wapinzani lazima mwezi zilizoliwa lami kila sehemu Manzese. Kweli si kweli? Wewe na Digimaza Kilimani Manzese uzuri Salma Kikwete Kijitonyama, unaenda Mabibo unaenda NIT makutano Mburahati umetolewa Pigego au makutano NIT Mabibo hapo. Lakini CCM walipokuwa madarakani, tofauti ya Chadema walipokuwa madarakani ni uwezo wa kufikiri. Kama CCM wangekuwa wanatufanyia maendeleo, wanafikiri sawa sawa, mimi imani yangu hata wananchi tusingehitaji uchaguzi. Tunahitaji uchaguzi kwa sababu ya kubadilisha watu waliopo akili zao ni chakavu. Tuwatoe tuwape watu wapya wenye fikra mpya wasaidie nchi hii. Wewe 2025 sisi wanakuaminisha Mwenge unalinda nchi. Wazo ambao ni kuonao Kinjeketile mwaka 1908 mpaka 17 Kinjeketile ndio alikuwa na wazo kwamba maji yanaweza kukulinda wewe zile risasi kwenye vita vya Majimaji, Wangoni, Wayao, Wazigua, watu mbalimbali wakafa kwa sababu Kinjeketile aliwaambia wenzie, ukipaka maji risasi ikipigwa sema maji. Mjerumani akitia chuma mtu chini. Leo CCM kwa akili zile za Kinjeketile wanatuaminisha rushwa inamulikwa na Mwenge, adui anamulikwa na Mwenge, na Mwenge ukiwa Kilimanjaro unamulika nchi nzima na kuwa salama. Yaani anaenda pale na nguo za kijani kama mazuzu yamezunguka Mwenge kama inatambika. Hivi ni mshafikiria wazungu wanakuonaje nini? Na mimi mheshimiwa wema wa Israeli, teknolojia yao ya kulinda Israeli la Mungu wenda walipata kwenye njia ya Mungu. Ila sisi watuona wajinga, wao tena kufanya kweli. Israeli wana teknolojia inaitwa Iron Dome. Wanda inakaa kwa Dar es Salaam, iwe Kenya, Burundi, iwe Rwanda, akipiga kombora kuja Dar es Salaam, tunakula chips na wale Manzese, tunaona kombora linashakuliwa kama fataki. Wananchi tunashangilia hatukimbili kwa sababu tuna uhakika jeshi letu linakulinda, lina teknolojia, linawazuia makombora tushuke chini Dar es Salaam. Sisi ndio wanakuambia Mwenge ukiwa Kilimanjaro sisi tuko salama. Yaani sisi tulipigana na Rwanda tunaambiwa tu tazama Mwenge ule, ukiangalia Mwenge tu kombora lini. Tofauti ya CCM na Kinjeketile bwana. Na waona walipokuwa serious. Wana ulinda wa Mwenge wanaenda kusoma.
nataka niwagalie watu wa Manzese, mjaribu kufikiria nchi hii, tujaribu wote hapa kufikiria nchi hii, turudi chini ya chama kimoja cha CCM, basiwe na Chadema, basiwe na chama cha upinzani, tuwe na chama kimoja tu cha CCM. Jaribu kufikiria, ukiwaza vizuri utagundua no reform no election sio ya Chadema, hasara ipo kwa wananchi. Chadema ndio wanaleta usawa, Chadema wanapigania mtu wako, Chadema wanapigania maslahi yako, Chadema wanapigania haki yako. Leo hii Chadema kukosekana kwenye karatasi la kupigia kura, tashi yake CCM, ukipiga kura za maoni tumeshashinda. Wewe si kweli? Kuna chama ya CCM? Hapa itokea kuna majimbo wenyewe. Mara Magufuli tuingia hapa kuna jimbo anasema kunaomba sasa. Kushinda 100% ni Mungu anataka. Lakini wote hapa Chadema isipokuwa kwenye ballot paper tunakubaliana kwamba CCM imepita bila kupingwa. Wewe si kweli? Kweli. Sasa mazana ya wananchi tukiwa kwenye nchi yetu hii chini ya mfumo mmoja wa CCM. Walimu wanaoisaidia CCM kukimbia na masanduku ya kura ndio watakuwa wa kwanza kuumia. Leo walimu wamewekwa standby, wanasubiri uchaguzi ili wapelekwe semina za namna ya kuingiza karatasi feki kwenye masanduku, wakifikiri wanaikomoa Chadema. Sasa walimu wao wajue siku Chadema haipa kwenye nafasi ya kuwapigania wameisha. Magufuli alikaa miaka 5 hakuajiri mtu serikalini, hakumpandisha mwalimu yote daraja, hakuna mwalimu alipandishwa mshahara, hakuna mwalimu alipandishwa cheo kwa miaka 5 ya Magufuli. Za walimu asitoki. Walimu wanasoma, naomba kwenda kuungana na mume wangu mkoa fulani, anaambiwa kama unaenda nenda mwenyewe bure, lakini serikali haina hela na uruhusiwi kupinga. Chadema hii ambayo walimu wanatumika kuihujumu wakati wa uchaguzi ndio imekuwa msemaji na mtetezi wa walimu miaka yote, ndani ya bunge na nje ya bunge. Watendaji na watumishi wa serikali ambao hii wanafitika wa kukimbia na maboti na masanduku ya kura. Leo Chadema isipokuwa madarakani, hata wao watakuwa salama, kwa sababu CCM hawatakuwa na mtu anayemwogopa. Kwa sababu gani? Nchi hii madaraka na mamlaka ni ya umma. Umma ni wananchi, wananchi ndio wanaamua nani awe kiongozi wao kwa wakati gani, kwa muda gani. Sisi wamepora mamlaka hiyo mikononi mwenu. Ndio maana hii mnakuwa na bunge la ajabu, bunge ambalo mbunge yuko pale Dodoma sio kutetea wananchi, ni kuangalia namna gani anaisaidia CCM ili CCM wampe fadhila za kurudi tena bungeni. Ipozi jana Kigamboni niliwapa mfano, palikuwa na mbunge anapiga kelele kwenye bunge hili, anaitwa Mpina. Sasa wewe Mpina kama ni mwanaume mwambie ongea kipindi hiki cha karibu na uchaguzi, sikuna maji kinaendelea, mwambieni Mpina ongea kama alivyokuwa anaongea kwa Kajala kwa Kajuzi. Kwa nini hawezi kuongea? Mpina anajua ubunge wote utokana na wananchi, unatokana na system. Akiipata system itaamua kumweka pembeni hata kwa mbunge, na yeye atakwenda kwa mbunge. Pakuwa na ushindani, wananchi wanaamua na yeye mbunge, sio system. Mamlaka ya nchi hii yako mikononi mwa umma. Umma na wenyewe unaitisha CCM kwa kusema CCM kwa makosa haya mwakani hatuichagui, CCM kwa mambo haya uchaguzi ujao hatuichagui. CCM inaogopa wananchi, hawatachagua, wanaamua kusikiliza matakwa ya wananchi. Leo niambieni, ni wananchi wa wapi CCM inaogopa? Palikuwa na mzozo pale siku mawasiliano,
wananchi wanasema soko la mawasiliano libakishwe. Serikali ikasema wanataka watengeneze gereji ya mwendokasi, gereji ya mwendokasi. Waondoe soko la chakula na mitumba, waondoe stendi ya daladala, waweke gereji, yani sehemu ya kumwaga moja oili na grisi ya mwendokasi. Chalamila aliwaambia mtake mstake mtaondoka. Mngekuwa na nchi ambayo mwananchi kwa yake na mweka mwanasiasa madarakani, serikali ya system isingejibu watu vile mawasiliano. Kwa hiyo si kweli. Lakini leo hii system wana kiburi kwa sababu wanaamini madaraka yao hayatokani na nyinyi umma. Nani mnaamua kiongozi wenu? Hapa nani hapa ananiambia anaweza kumchagua Kitila. Lakini mimi na hivi tunakubaliana. Kitila ndio mbunge wetu ajaye wa jimbo la Ubungo. Sio kwa sababu tunamhitaji, ni kwa sababu dola itamsaidia atarudi madarakani kuwa mbunge wa jimbo la Ubungo. Nguvu na mamlaka ya umma yametokwa. Ikifika hapo ni hatari. Wenzetu polisi, mtendaji wa mtaa akishaweka sanduku la kura, sehemu ya kwanza kukimbilia ni defender polisi. Tunamkimbiza mwizi, mtendaji anatupa juu ya defender twa. Akishaingia polisi anakosha mtutu twa. Na sisi wananchi mbele twa. Kwa mtendaji akiwa ndani, kama anafanya maamuzi ya kuiba kura, anapiga simu, msogezeni polisi. Imetokea hivyo Mbezi Luisi, imetokea hivyo Mbezi Msakuzi, wameshinda. OCD ameenda na defender likaamishwa kumwokoa mtendaji. Alafu wakiwa wanakimbia na defender, ndo wanatangazia wananchi, ameshinda CCM, huku defender na tuwambuki. Sasa polisi wanafikiri wanaikomboa Chadema. Kumbe wanaharibu demokrasia inayokuja kuharibu maisha yao. Kwa sababu Chadema ndio mtetezi wa jeshi la polisi la nchi hii. Leo polisi mwenye vitatu staff sergeant akistaafu, mafao yake ni milioni 14. CCM amefanya kazi 35 au 38. Kiinua mgongo milioni 14, na kila mwisho wa mwezi wanamwambia badala ya kupa 240 tutakupa 280 ili uitumie mpaka unakufa, hatukupi zote wewe ni mlevi. Ndio tafsiria. Umefanya kazi miaka 35, sisi hawakupi hela zako zote, wanakufikia. Sasa Chadema na tunaenda bungeni kuichakata serikali, haiwezekani. Hawa wanaofika bunduki kutulinda usiku, wanaleta wa Mungu, wanakimbizana majambazi na vibaka, mwefu walipo hivi, wamezengea. Wanaenda bungeni wanasema, tumepandisha kikokotoo kutoka 20 kwenye hesabu ni kutoka milioni 14 hadi 16. Kutoka nyota moja milioni 20 hadi 12. Bado ukitaka unaenda kufanya nini? Ndio maana leo hii tuna askari wa kutafuta polisi kila mkoa walimkamata mtu wa familia milioni 75, askari 6. Kwa sababu wanaangalia leo huyo na milioni 75 ni kisasi 14, sio alipiga hii. Kwa leo polisi wana kesi, wamemtoa kwenye biashara, wamemuua mwaka jana mwezi wa 4. Na serikali inajua na wanafikisha mahakamani. Kwa nini? Kwa sababu vishawishi ni vikubwa. Sasa kazi ya Chadema, sisi tuna midomo mipana, sisi tunasaidia umeturuhusu tusimame hapa tuiseme serikali. Polisi akisema serikali yake anatafuta matatizo kwa mujibu wa sheria, atakiri kuichallenge. Yeye ni sauti, yes sir. Sisi ndio tuna midomo mpana. Unamuonea akienda huku tunaisonga serikali, unamuonea. Wanasema lakini kweli hawa watakukimbia, tuwaongezeni hela. Polisi wanaendana na tukamoa sisi, akipoteza serikali, akipoteza sauti ya kuizonga serikali, polisi huyo amekwisha. Ni wote mnajua milioni 14 kwa miaka 36. Kwa ninavyojua kwa mazoezi, weekend utulie vizuri. Kama wewe Manchester unaiua Manchester, mkeka
Jumapili unaiua Man City. Kwa unafiki kumigura sport. Upate ni mwenye mgeni. Kwenye mgeni. Ukae vizuri uotea 20 GG Madrid na Arsenal. Na kuna wale watano wanaotea goli kipindi cha pili, cha kwanza hakuna goli. Mwingi anasema huyu noma mpe 20. Hiyo ndio walipo mwenzetu ambaye usiku kucha anatulinda sisi na mali zetu wa salama. Sisi Chadema tunakaa upande wa polisi pamoja na vijana, kwa sababu sisi Chadema hatuna shida na polisi wa chini. Hao washikaji hata wakiambiwa mpige ile boliani kiuni, anakupiga kwa anakwambia kimbia wewe mwege, nitakuvunja. Kwa hiyo pamoja na vurugu vyao tunakuja jukwaani, tunaisema serikali, tunawatetea serikali ya polisi mishahara, inapandisha kokotoo, wanapata aweni. Wao polisi hawanufaiki na kuihujumu Chadema wakati wa uchaguzi mkuu. Sasa hii ngoma inapoenda, Chadema wamesema no reform, no election.